Tarehe 25 si siku ya kuzaliwa kwa Yesu, sio birthday ya Yesu, ni ya mtoto anayeitwa Tamuzi. Kama kuna mtu atasema ni ya Yesu, tunaomba andiko. Hakuna mtu anajua miaka ya Yesu, hakuna. Miaka ambayo wanadamu wanajaribu kuhesabu ni baada ya Yesu kufanyika mwili. Sikiliza, wanasema miaka 33. Lakini hiyo miaka 33 hawajui exactly date yenye Yesu alizaliwa, hata alipofanyika mwili, hata alipozaliwa na Mungu, kabla afanyike mwili azaliwe na Mariam. Hakuna mtu anajua. Hiyo ni siri ya Mungu. Maandiko yanasema amezaliwa siku za milele, dateless, siku za milele. Haijataja. Angalia, hata baada ya yeye kuvaa mwili wa mwanadamu akazaliwa na Mariam, bado Mungu alificha. Na tunazidi kuwakaribisha kwa ajili ya kujifundisha siri zilizofichika, siri ambazo wachungaji wengi hawawezi wakatamka. Wanaogopa maana watakosana na washirika wao, watakosa sadaka. Akimshirika mpasta wako akwambie wachana na Christmas, si atakosa sadaka kabisa, si atakosa mshirika kabisa, si ndio? Ndio. Lakini ni heri nikwambie ukweli, ukiamini ni sawa, ukikataa shauri yako. Sikiliza, leo viongozi wengi wa madhehebu wamekalia kweli kwa sababu ya kutetea tumbo zao. Usifikiria ati ya kwamba wote wanataka tu uende mbinguni kama vile unavyofikiria. Hapana, wengine hawana haja na maisha yako ya kiroho. Yeye yako pale kwa ajili ya wewe umletee sadaka tosha. Mambo mengine hata kufundisha. Na ukijaribu kuuliza atakukemea, atakwambia wewe ni kama uko na mapepo ya maswali. Tunaona hapa tunapeana uhuru wa watu kuuliza, waelewe nini maana ya kweli. Waulize swali lolote. Kwa hivyo kwa Babeli ya pili sanamu ilisimamishwa. Angalia, Babeli ya kwanza fundisho la uongo la Tamuzi kuzaliwa tarehe 25 likaanzishwa duniani. Kwa hivyo ukisikia Babeli, neno Babeli ni mafundisho ama machafuko ambayo hayaelewani na mafundisho ya Mungu, ni uongo wa shetani, kama vile alivyodanganya watu. Na leo Wakristo wengi wamepokea mafundisho ya Babeli. Aya, sikiliza. Babeli ya kipindi chetu, Ufunuo 17 mstari wake ni wa kwanza. Angalia, Babeli ya kipindi chetu ni hatari kuliko hii. Na nakuonyesha saa hii wanaamini nini Babeli yetu ya leo. Soma verse 3. Soma. Hakanichukua katika roho hata jangwani. Weka huyo mnyama. Hakanichukua kwa roho hata jangwani, nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, na mnyama huyo amejaa majina ya makufuru. Alafu mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, naye alikuwa amebeba mwanamke. Alafu na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau, soma, na nyekundu. Alafu amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, soma, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya sharati wake. Twende. Na katika kibaji cha uso wake alikuwa na jina la siri limeandikwa la siri. Babeli mkuu, mama wa makahaba. Mama wa nani? Wa makahaba. Kwa hivyo Babeli ya kipindi cha mwisho si Babeli ya kuonekana. Maandiko yamesema ameandikwa neno la siri. Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa hivyo Babeli yetu ndio hii sasa. Ndio hii Babeli ya kipindi cha mwisho. Inajulikana kama spiritual Babylon. Spiritual Babylon. Sikiliza. Ako na kikombe. Hebu rudi verse 2 juu. Angalia. Ako na kikombe, na ndani ya kikombe chake ni machukizo. Si ukweli iko hapa, sio haki. Ni machukizo na uchafu ya washarati wake. Soma hiyo andiko. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Lakini wafalme wote wa nchi wamezini na huyo mfalme. Nao wakao katika nchi wamelevwa kwa mvinyo. Na hao wakao katika nchi wamelewa kwa mvinyo wake. Sikiliza. Wamelewa mvinyo wake. Angalia, raia wamelewa, hata wenyeji wa eneo hili wamelewa mvinyo wake. Angalia,
wafalme wa nchi wamezini naye, yaani wamefanya mkataba naye. Wamesema mama yetu, tuko pamoja na wewe, tuko pamoja na wewe. Raia nao wamekunywa kwa kikombe chake, wamekunywa machukizo. Warning of last days. Sauti ya ukweli.